Natafuta fomu hapa ya kuweza kujisajili kama mpiga kura huru. Nasikia kuna wagombea huru, alikosa chama akaenda kujisajili kama mgombea huru. Anasema mimi nitapigania ugavana kama mgombea huru. Ili neno huru, sijui unanielewa, kwamba ataenda kupigania kama mgombea huru. Huru. Ana kitu ambacho kimeweza kumshikilia, ni huru, ana chama. Alikosa kule, anakuja huku. Alinyanyaswa kule, anakuja huku. Wagombea huru wako. Na mimi kama mpiga kura nataka niwe mpiga kura huru. Mpiga kura huru ambaye sitamwona na mtu ni chukua pesa unipigie, sitamwona na mtu kwamba nichague maana yake mimi ni ndugu yako, sitamwona na mtu kwamba nichague maana mimi kabila yako, sitamwona nichague maana yake mimi sijui ni nani wako. Mbona kusiwe na wapiga kura huru, tasi tukawaonesha hawa wagombea huru na wenye vyama kwamba pia sisi mtu wache tufanye maamuzi yetu tunavyotaka. Lakini wapi bwana? Wapiga kura sasa hivi wenyewe washajipanga na kwamba hiyo siku ikifika sisi tutatulia. Atuondoki hapa bila mtu aje aweke hela hapa maskani ndio tukapige kura. Alafu wacha watoke waende zao wakasimame, alafu waambie foleni imeanzia pale. Mbona uko hapa njisumbue bwana, nitakapo kwa foleni na wakipata hata washani sahau. Wakipata watatukumbuka tena. Aende kupiga kura rudi zake nyumbani. Amechoka kukaa kwa foleni. Mwingine tu awe anaenda kwa foleni na mnalafu pengine huyo mgombea apite na gari hivi. Mbio tu bila kuwasalimia. Na ringa yeye mwenyewe. Sasa kuringa kwake na sera zake kunaingiliana vipi? Ikiwa ulikuwa umeamua kuweza kumchagua kwa sababu ya sera, leo amepita mbio, labda ana dharura, wewe wageuza njia. Simpigii huyu kiongozi bwana, jidai sana. Wajua viongozi ndivyo walivyo. Hajachaguliwa na tupita bila kutusalimia. Tukimchagua huyu, salamu itakupeleka wapi? Akusalimie miaka 5 bila uongozi, utafaidika? Aje nyumbani kila siku abishe hodi. Habari yako mama? Mzuri sana. Anaenda na hakuna umeme, hakuna barabara, hakuna zahanati, hakuna chakula. Utaweza kuridhika zaidi? Lakini vijisababu vya kijingajinga ndivyo ambapo sisi tunavyo zaidi. Jukumu kubwa zaidi langu mimi ni kuhakikisha kwamba ile siku ya siku, maana yake naita siku ya siku, ujitokeze wewe mgombea huru. Sio baba kwambia kwamba kamchague mtu fulani, mwambie baba, kura ni siri yangu mzee wangu. Napiga kura kwa wale ninaohitaji. Mnaweza kuweka siri lakini mkabadilishana mawazo kwamba wagombea ni 5, gombaneni pale kwamba huyu anaweza sera gani, sera zake ni hizi, gombaneni kwa sera. Mwisho wa kuisha kama mpata ufahamu, anakwenda kuweza kufanya maamuzi ya busara. Lakini ni mambo ya utakuwa kama yule mtu ambaye alikuwa ameweza kumuona mwenzake akitembea katika unaitwa vile vivukio vya pundamilia, zebra crossing. Akamwona jamaa shakumsima tusi. Jamaa hana mikono yake alipata ajali, amekatika mikono yake miwili, anavuka barabara lakini anacheka. Jamaa kwa kule juu akasema, maisha mimi yamenishinda. Nina mikono yangu miwili, nina miguu yangu miwili, nataka kuweza kujitoa uhai. Namuona bingwa kule hana mikono, anavuka barabara akicheka. Basi akaamua kwamba ashuke, enda akamuulize, wewe mbona unafurahia wakati wewe una mikono, mimi nina mikono lakini ulimwengu umeweza kunishinda? Kashuka mbio kumtafuta bingwa, anambia bingwa, vipi? Habari yako? Samahani kwa kusumbua. Bila samahani. Jamaa kwa bila samahani, maana yake ujafa ujumbika, maumbile na Mwenyezi Mungu, simcheke kilema hujui kesho itakuwaje. Akamsalimia kwa heshima. Nimekuona bwana unavuka barabara unacheka. Kwa nini unauliza hivyo? Maana yake mimi nilikuwa kule juu ya gorofa, nataka kujitupa nijiue. Kwa nini? Mtoto wangu amefukuzwa shule, bibi yangu ni mgonjwa, mimi mwenyewe sina kazi, maisha yamenilemea, wazazi wangu. Mbona wewe una raha? Yule jamaa akamwambia, mimi sicheki raha. Natembea barabarani na washwa makalioni, nani nitamwamini anikune? Jamaa naye akacheka. Akasema maanisha, anasema ndio shida zako, lakini kile anacheka hivi, nawashwa. Lakini nani ndugu yangu utakayemwamini Kenya imwambie nikune hapa maana yake nawashwa. Nawashwa mimi. Sina wa kunikuna ila nitampata tarehe 8 mwezi wa Agosti. Rashid Abdalla. Sema kitu.